motivation says, have hope and strength because life ends where hope stops. Thank you. My name is Mary Somondi and I have a motivation. My motivation says, an eye and an eye make the world blind. Thank you. My name is Cecilia Orr and I have a motivation. My motivation says, your testimonies are wonderful, therefore my soul keeps them. Thank you. My name is Captain Dylan and I have a motivation. My motivation says, I promise you that I keep. Thank you. My name is Alice Adishien. My name is Firmagon Mikel and we have a song. When I am down and all my thoughts so weary, when troubles come and my heart burdens me, but I am still awaiting in the silence until you come and fill the world with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thank you. My name is Valerie and I have a song. You call me out upon the water, the great unknown, the film of faith, and there you found me in the mystery. When ocean deep, my faith will stand, and I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When ocean dries, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Thank you. Amen. Praise God. Sunday school. Amen. Sunday school, eh? Sunday school, ah. Sunday school, eh? Sunday school, ah. Nani amefurahia kuwa hapa siku ya leo? Nimefurahia nyote kuwa hapa siku ya leo, si ndio? Yes. So pia nimefurahia. So karibu to our Sunday school teaching for today. So today we'll be tenda kujifunza from the book of Daniel about the story of Daniel in the den of lion. Sawa? Yes. So kabla tuende kwa mafunzo yetu ya leo, tungependa mtu mmoja aweze kutufungulia kwa maombi.
kuwa mtu asipatikane akimwabudu Mungu mwingine kwa muda wa miaka 3, ila amwabudu Mungu ambaye Dairas alikuwa anaabudu pekee. So they said to one another, we are not going to find anything of which to accuse Daniel unless if something is connected to this religion. Kwa sababu walimwonea wivu, walitafuta jambo lolote ambalo lingeweza kumfanya Danieli akwe kwenye shida, na walitumia tu dini yake ambayo ilikuwa ni Ukristo. Na mfalme akasema, if anyone who violates this order is to be thrown into the pit filled with lions. Biblia inasema mfalme aliamuru yeyote ambaye atakayekeuka masharti ama sheria ya kutofanya ambayo mfalme Dairas alikuwa ameamuru, angetumbukizwa katika shimo ambalo lilikuwa limejaa simba wengi. There, just as he had always done, he knelt down and opened the windows and prayed to God 3 times. So siku moja Danieli alienda nyumbani kwake, akapiga magoti na alifungua madirisha, akafungua pia milango, na akaanza kumwomba Mungu kwa siku 3 kila siku. Lakini Danieli alikuwa na maadui ambao hawakupenda mwenendo yake. So when Daniel's enemies observed him praying to God, all of them went together to the king to accuse Daniel. Wale maadui ambao walikuwa wanapenda Danieli walienda wakamshtaki Danieli kwa sababu ilikuwa imewekwa kama sheria wasiabudu Mungu mwingine ama wasifanye mambo mengine yanayokeuka masharti ya Dairas. Wakaenda kumwambia mfalme, na mfalme aliposikia haya alikasirika na kuamurisha kuwa Danieli atupwe katika shimo lililokuwa limejaa simba wengi. Na wale waliomshtaki Danieli wakamchukua Danieli na kwenda wakamtupa kwenye shimo lililokuwa limejaa simba wengi. Lakini baadaye mfalme akaamuru Danieli ashikwe na awekwe katika shimo lililojaa simba wengi, na jiwe liwekwe juu ya shimo hilo ili asiweze kutoroka. Na mfalme naye akarudi katika kasri yake kwenda kujilaza bila kula chochote. Na ilipofika asubuhi, aliharakisha kwenda katika shimo lile na kumwita Daudi kwa sauti kubwa, Daudi, mtumishi wake Mungu, je, Mungu amekuokoa kutoka katika shimo hili